Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 24. Tunasoma Zaburi sura ya 24. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuwapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Hilo ndilo neno la Mungu kwa siku ya leo. Amen. Ni nini ambacho tunajifunza siku ya leo? Mtu anayeweza kupokea baraka kutoka kwa Mungu ni mtu mwenye sifa gani? Kwanza, ni mtu mwenye mikono safi. Hii inamaanisha mtu ambaye hatoi rushwa wala hapokei rushwa. Yeye anafanya kazi kwa haki, bila upendeleo wala dhuluma yoyote. Sifa ya pili ya mtu ambaye anaweza kupokea baraka za Mungu ni mtu mwenye moyo safi. Moyo safi ni moyo usio na hila, ni moyo ambao unampenda Mungu, ni moyo ambao unatafakari ukuu wa Mungu na wema wa Mungu. Katika moyo huu muda wote unakuwa ni moyo wa ibada. Mungu anapenda mtu mwenye moyo wa ibada. Moyo wa ibada humsaidia mtu kumpenda Mungu na kumkaribia Mungu siku zote. Ni namna gani ambavyo moyo wa ibada unaanza? Moyo wa ibada unaanza baada ya huyu mtu kuanza kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Alafu huyu mtu akaomba usaidizi wa Roho Mtakatifu. Yaani akakubali Roho Mtakatifu amuongoze kwenye maisha yake. Kwa kadri ambavyo siku zinaenda, huyu mtu anaanza kuwa ni mtu mwenye moyo wa ibada. Na mtu mwenye moyo wa ibada ni mwepesi kusamehe na kuachilia. Ni mtu ambaye anapenda kuona wengine wakifurahi. Kwa hiyo hakasiriki watu, hachukii watu. Kama watu wamekosea, anawaonya kwa upendo, anawaombea. Sio mtu ambaye anahukumu wengine wanapokosea. Ni mtu ambaye anawawazia mema na anawatakia mema wengine. Ni mtu ambaye anapenda kuwa na amani na watu wote. Na ndio maana unaweza kuona ukimkosea ni yeye atakuomba msamaha kwa sababu anataka kuwa na amani na kila mtu. Bwana anatuambia tutafute kuwa na amani na watu wote. Kwa hiyo ndio tabia za huyu mtu mwenye moyo wa ibada ambaye tunasema ana moyo safi. Moyo safi ni moyo wa Mungu. Yaani tayari huyu mtu anafika level ambayo yeye na Mungu wanakuwa na ushirika. Anaweza kukaa mahali patakatifu pa Mungu. Anaweza kumsogelea Mungu na kumuita wakati wowote na Mungu akamuitikia na kumjibu. Ni mtu ambaye hatumii nguvu katika kuhitaji anachokihitaji kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. Kwa hiyo na wewe tamani kuwa na moyo safi ili uweze kupata baraka za Mungu. Sifa ya tatu ya mtu ambaye anaweza kupokea baraka za Mungu ni mtu ambaye hajiinui nafsi yake. Sio mtu wa majivuno, sio mtu wa kujisifia. Siku zote huyu mtu anakuwa mnyenyekevu. Wale wote ambao wanapenda kujiinua na kujisifu, yeye kila kitu anaona ni kwa sababu amesoma ndio maana amepata hivyo. Ni kwa sababu ndugu zake matajiri, ni kwa sababu ana connection za watu maarufu au watu wakubwa ndio maana anafanikiwa. Hana ile akili ya kujua kwamba ni Mungu amewezesha mpaka yeye kufika hapo. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kupokea baraka za Mungu. Na ukumbuke kwamba baraka za Mungu hazina majuto. Huyo muovu naye ana baraka zake kwenye uovu wake. Kwa hiyo anawapa walio kwake. Lakini baraka za yule muovu anazozitoa kiuhalisia sio baraka, ni laana. Kwa sababu mwisho wa siku zina majuto. Watu wanapokea vilivyo vya kwake, lakini mwisho wanaishia na aibu, mwisho wanaishia na mauti, mwisho wanaishia na magonjwa. Yaani mwisho wa yale ambayo adui anampa mtu, mwisho wake unakuwa ni mbaya. Lakini baraka za Mungu ndio baraka za kweli ambazo zinavyokuja kwako hazichangamani na majuto. Haziwi na mwisho mbaya. Mungu akikupa utajiri, anakupa utajiri wa kudumu na haki pia. Anakupa utoshelevu, anakupa amani, anakupa furaha. Furaha ya kudumu na furaha ya kweli. Ukiona vimeondoka kwako, maana yake umekosa utii. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni, asante kwa neno lako. Nimeelewa. Mruhusu Roho wako Mtakatifu aniongoze katika kweli yako ili niweze kukupendeza wewe siku zote za maisha yangu. Amen. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.